Basi tunamshukuru Baba wetu kwa wakati huu, tena kwa wakati ambao ametujalia. Tunamshukuru kwa sababu wa wema wake. Siku hii ni Baba wetu amefanya iwe, maana si kwa vile tumejikakamua ili tukue mahala hapa, bali ni Baba wetu wa mbinguni tunamshukuru, maana ameturuhusu ili tuko hai, na tena amefanya tuwe katika na uzima. Tunasema ni asanti na tunashukuru wakazi wa eneo hili Rawaka. Kwangu ninashukuru maana hili ni jiji mpya kuwa mahala hapa. Mimi nimetoka eneo la mbali, tena nikafika katika jiji hili lenu, na sababu na kusudi la mimi kuja mahala hapa ili tuwaletee ujumbe ambao ni ujumbe wa kuwafaidi, ili muendelee kuishi kama vile neno linavyosema. Kwa wakati huu sina muda mwingi wa kuelezea mambo mengi, lakini ningeomba tu tuweze kupeleka mada ambayo ningetaka tuendelee nayo kwa wakati huu, ili tupate elimu na tena tupate kujifundisha katika maandiko matakatifu. Ingawa siku hizi watu wengi wameasi maandiko, watu wengi wameasi ukweli, watu wengi wanakaa katika hali potovu, watu wengi wanakaa katika hali ya kufuata mafunzo ya wanadamu, bali wameasi neno la Baba wetu wa mbinguni, kwa sababu wamejiokotea walimu makundi ambao wanaendelea kuwafundisha. Lakini ningeomba tu mlipe sikio lenu na mtupe masikio yenu, ili tupate kupepelusha ujumbe ambao Baba wetu wa mbinguni atatusaidia nao kwa wakati huu. Ningeomba unisomee kitabu cha Ayubu. Ayubu ndio 34 mstari huo wa kwanza hadi wa pili, ili tuelewe vile maandiko yanavyosema. Kitabu cha Ayubu 34 mstari huo wa kwanza hadi 34 mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu. Soma ili tusikie. Kitabu ni cha Ayubu 34 mstari wake wa pili. Maandiko yasema hivi. Yasema nini? Sikilizeni maneno yangu, enyi wenye hekima, tegeni masikio kwangu, ninyi mlio na maarifa. Kwa kuwa sikio huyajaribu maneno. Kwa hivyo sikio la jaribu maneno, kama vile kaka lionjavyo chakula. Kama vile kaka yaonjavyo chakula. Kwa hivyo ninatumaini yangu ya kwamba watu wako na masikio ya kusikia. Sisi tunawaomba tu mtutegee masikio yenu ili mtusikie, na mkitusikia mtafanya jambo la kujiangalia kama vile tunasema ndivyo maandiko yanasema. Kwa hivyo tunawaomba mtutegee masikio yenu bila kukasirika, bila kejeli, bila jambo lolote la ubaya, ili mpate kufahamu ni nini ambacho tumewaletea katika jiji hili lenu. Mwalimu, nisomee kitabu cha Yakobo 1. Yakobo 1 mstari huo wa 19. Maandiko yameandikwa vipi au yameandikwaje? Yakobo 1 mstari huo wa 18 na 19. Ni katika hicho kitabu cha Yakobo 1 mstari wake wa 18. Maandiko yasema, kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Kwa kupenda kwake yeye mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Ili tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Endelea kusema hivi. Hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi. Ndivyo basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia. Ndivyo ndugu msikilizaji, na kila mtu awe mwepesi wa kusikia. Tunawaomba mkuwe wepesi wa kusikia neno ambalo tunawahubiria mahala hapa. Maana neno hili ambalo tunawahubiria sio neno la mtu, sio neno la mwanadamu. Muwe wepesi wa kusikia.
Kwa sababu gani? Bali si mwepesi wa kusema, bali si wepesi wa kusema, wala kukasirika, wala wa kukasirika. Msiwe wepesi wa kusema, wala wepesi wa kukasirika. Mimi najua na nimefahamu ya kwamba siku ambazo tunaishi, watu wengi ambao wananenewa neno la kweli huwa wako wepesi wa kusema, tena ni wepesi wa kukasirika. Ndugu yangu ninakuomba, dada yangu nakusihi, usiwe mwepesi wa kukasirika, kwa sababu neno ambalo tunakusomea mahala hapa ni neno ambalo linatokana na maandiko matakatifu. Maneno haya tunakusomea hapa sio maneno yetu ya kutunga, sio maneno yetu ambayo inaweza kuwa kama hadithi, bali ni maneno ya Baba wetu aliye mbinguni. Ningeomba unisomee kitabu cha Petro wa pili, ndio mlango huo wa kwanza mstari wa 16. Petro wa pili 1 mstari huo wa 16. Maana watu wawaka wanazasikia kwamba sisi ni hadithi, au wanazasema ya kwamba tuko na maneno yetu ya kutunga ati ndio tunawapatia mahala hapa. La hasha, bali sisi tunawapee neno ambalo liko hai, neno la kuwafaidi mioyo yenu, ili mpate kuelimika na mpate kujifundisha katika maandiko ya Baba wetu wa mbinguni. Nisomea andiko linasema vipi? Nasema hivi. Maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa werevu. Kwa hivyo hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa welevu. Watu wengi siku hizi wanatungiwa maneno ambayo yanatokana na welevu wa wanadamu. Lakini Petro anasema ya kwamba sisi hatukutunga maneno ambayo yanatokana na werevu, bali ni nini? Endelea. Yaendelea kusema hivi. Tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yeshua Masihi na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Kwa hivyo ndivyo tunaona ya kwamba habari ambazo tunawajulisha mahala hapa wakazi wa eneo hili la Waka, ya kwamba ni maneno ya Mwokozi wetu. Kwa hivyo maneno haya ambayo tunawaongelesha, ambayo tunawanenea, tunaendelea kuwashauri, tena kuwashawishi ili mpate kufahamu kweli, sio maneno ya kutungwa, tena sio maneno ya hadithi za kizee. Maana watu wengi siku hizi ndio unaona ya kwamba makanisa yameongezeka, yanaendelea kuongezeka, yamezidi kuliko mikate. Kwa sababu nini? Watu wengi maneno ambayo wanaendelea kupewa ni maneno ambayo ni ya kutungwa na watu na welevu wao. Sisi tunakuomba, sisi hakuna maneno ya kutungwa, wala hatuna hadithi za kizee mahali hapa, bali tunakupea ujumbe ambao utakufaidi. Nisomee kitabu cha Timotheo, waraka wa Timotheo wa kwanza 4 mstari huo wa 7, ili tupate kuelewa ya kwamba maneno au neno hili ambalo tunakupea mahala hapa sio hadithi. Na ili tuingia katika mada ya leo kuhusu jambo fulani, ningetaka tuliangazie kutokana na maandiko. Nisomee pale kitabu cha waraka wa Timotheo wa kwanza 4 mstari huo wa 7. Maandiko matakatifu yasema hivi. Yasema nini? Bali hadithi za kizee, zisizokuwa za dini, uzikatae. Nawe ujizoeze kupata utauwa. Na wewe ujizoeze kuwa na utauwa. Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo. Kwa hivyo ni vizuri ndugu zetu, tunaambiwa ya kwamba hadithi za kizee tuzikatae. Kwa hivyo kama wewe unaweza kuwa na swali lile ambalo tunaweza taka wewe tuulize, ni swali ambalo linatokana na maandiko. Bali hadithi za kizee tunaambiwa ya kwamba hizo hadithi tuachane nazo, kwa sababu wakati tutaendelea kusomea watu maandiko, watapata na hekima, watapata na uelevu, watapata na kujua na kufahamu mengi
vile Baba wa mbinguni anavyotaka sisi tuishi na tena tuwe tunamtumikia. Nisomee kitabu cha waraka huo wa Timotheo 1:4 mstari huo wa 13. Ndio maana tunawasomea maandiko haya, maana hakuna kitu kingine chochote tunaweza kuja nacho bali isipokuwa ni Biblia hii. Maana ninajua ya kwamba eneo la hapa Waka wengi wenu ni Wakristiano, na Mkristo yeyote kitambu anachoinua sana ni Biblia. Kwa hivyo ninajua jambo ambalo tutakuwa tukitoa katika maandiko haya, ndio nimekutayarisha ya kwamba usiwe mwepesi wa kukasirika, kwa sababu wewe uko na kitabu kinaitwa Biblia. Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vingi, na ikiwa ni mkusanyiko wa vitabu vingi, ninajua ya kwamba hata makanisani munasomewa Biblia. Kwa hivyo nikipata mtu yeyote anayekasirika akisomewa jambo linalotokana na Biblia, ni kusema ya kwamba huyo mtu bado hajafahamu vile Biblia inavyosema. Kwa hivyo wakaaji wa hapa eneo la Waka, tunakushauri sana na tena tunakuelimisha kupitia maandiko haya ili upate kufahamu. Hebu nisomee pale, nimekuambia kitabu cha waraka wa Timotheo wa kwanza 4 mstari huo wa 13. Maandiko ya nasema nini? Nasema hivi, hata nitakapokuja, ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Upate bidii kwa kusoma na kufanya nini? Na kuonya na kufundisha. Kwa hivyo sisi tunapata bidii ya kusomea nyinyi maandiko, tena kuwaonya na maandiko, na tena kuwafundisha mambo ambayo hamujaisikia, mambo ambayo yanatokana na Biblia. Na ninajua ya kwamba makanisa mengi ya leo, watu wengi wameondokea Biblia kusoma. Watu wengi siku hizi wameshukua mambo mengine kando na kufundisha neno la Baba wetu wa mbinguni. Kwa hivyo sisi tunakuomba uwe mwepesi wa kutusikia, ili usikie, je, hawa watu ujumbe ambao wametuletea mahala hapa ni ujumbe wao au ni wa wanadamu au ni ujumbe upi? Malizia pale. Inaendelea kusema hivi. Malizia aya hiyo ingine. 14 asema hivi. Usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako, uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Hivyo basi tumesikia kwamba karama Timotheo ambayo alikuwa amepewa, anaambiwa kwamba ni vizuri aifanyishe kazi. Kwa hivyo ndugu zetu, tunawaomba tutegeeni masikio yenu. Sisi tunawaomba kwa unyenyekevu, ili mpate kujua na mpate kuelewa ni neno lipi ambalo tumewaletea mahala hapa. Mwalimu, nisomee kitabu kingine ili tupate kuelewa. Maana watu wengi wanaposomewa kweli wanasikia kama ni matukano. Yeremia 6 mstari huo wa 10. Watu wengi wanapokosolewa, wanapoambiwa ukweli, na kama hawakuwa wanafahamu jambo lile linalosemwa, wanasikia kwamba ni kama matukano. Wakati wanaambiwa kwamba neno linasema hivi na hivi, watu wengi wanasikia kama ni matukano. Lakini watu wa Baba wetu wa mbinguni, wahubiri wa hawastahili kuwa na matusi, bali wanastahili kupea watu ujumbe wapate kufahamu. Lakini watu ambao hawajazoea kupewa kweli, hawajazoea kusikia kweli, wakati wanasomewa Biblia wanasema ya kwamba ni matusi. Yeremia 6 mstari huo wa 10. Maandiko yanasema vipi? Maandiko yanasema hivi.
niseme na nani na kushuhudia? Wapate kusikia. Tazama, sikio lao halikutahiriwa. Sikio lao halikutahiriwa, wala hawawezi kusikiliza. Watu siku hizi hawasikilizi neno. Hawataki neno. Watu wengi wamebebwa na mambo ambayo haina faida ya kuwasaidia katika maisha yao. Kwa hivyo, endelea pale. Tazama, sikio lao halikutahiriwa. Wala hawawezi kusikiliza. Tazama, neno la Bwana limekuwa matukano kwao. Neno la Baba limekuwa matukano kwa kina nani? Kwao ambao hawasikilizi. Kwa hivyo neno la Baba wetu linakuwa matukano kwa wale ambao hawasikii. Kwa sababu nini? Masikio yao haijatahiriwa ili wapate kuelewa kweli ya maandiko. Kwa hivyo sisi wakati tunakuambia kweli, hatuna haja ya sisi tukusi, bali sisi tunakuwapea ujumbe ambao umeandikwa. Umemaliza? Neno la Bwana limekuwa matukano kwao. Hawalifurahi. Siku hizi watu hawafurahi neno la Baba wakati wanasomewa neno. Neno la Baba hawalifurahi. Ndivyo maana wanasema ya kwamba neno la Baba limekuwa matukano kwa sababu hawajafurahia neno la Baba wa mbinguni. Kwa sababu gani? Neno hili la Baba wetu wa mbinguni ndilo linabomoa, ndilo linajenga, tena ndilo linaharibu. Hebu nisome kitabu cha Yeremia 1 mstari huo wa 10 ili tupate kuelewa na tupate kujua kweli ambayo inatokana na maandiko haya. Yeremia 1 mstari huo wa 10. Maandiko yasema hivi. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya ufalme. Ndivyo. Ili kung'oa na kubomoa. Na kuharibu. Kwa hivyo mjumbe wa kweli anastahili kung'oa, anastahili kubomoa, anastahili kuharibu. Ang'oe, aharibu. Kilicho kuwa ndicho sasa kimekuwa kimejiinua sana. Sasa mjumbe wa kweli au mhubiri wa kweli anastahili kung'oa, kuharibu na kufanya nini? Na kubomoa. Alafu afanya nini? Na anabomoa na nini? Anaharibu na nini? Na tena je, akibomoa anastahili kuwa anajenga? Endelea. Na kuangamiza. Ili kujenga na kupanda. Kwa hivyo mjumbe wa kweli, mhubiri wa kweli akibomoa, akiharibu, akiangamiza, anastahili sasa kujenga. Kilicho sasa haribiwa. Je, neno hili la Baba wetu wa mbinguni linafananishwa na nyundo ambayo inaangamiza mwamba wa jiwe. Sasa wakati unasikia neno, wakati unahubiriwa neno la kweli, na wewe ukuwe umeasi maandiko, umekaa katika njia ya ushoto ya vile maandiko yanavyosema, wewe kwako maandiko yanabomoa kilicho kuwa kimejengwa, kilicho kuwa kiko ndani yako. Tena maandiko haya yanafanya nini? Yanakujenga. Sasa unajengwa katika hali ya imani ya kweli itokanayo na maandiko. Kwa hivyo ndugu zangu, mstari huo wa 34. Maandiko yasema hivi. Yasema vipi? Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Ndivyo. La. Sikuja kuleta amani bali upanga. Sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa hivyo msidhani ya kwamba Mwokozi wetu alileta amani, bali alileta upanga. Upanga huu sasa ni nini? Kitabu cha Waefeso ndiyo 6 mstari huo wa 17.
ili tuelewe ya kwamba upanga huu ambao unaondoa amani katika dunia, upanga huu ni nini ambao utaondoa amani. Tena ninajua upanga huu ambao tukiutumia mahala hapa ambalo tutafunuliwa ni nini. Ninajua ya kwamba unaweza fanya amani isikue katika eneo, katika jiji hili la Waka. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wa Waka wanahubiriwa kweli itokanayo na maandiko. Soma andiko pale ili tupate kuelewa. Kitabu cha Efeso 6 mstari wa 17. Maandiko yanasema nini? Yanasema hivi. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu. Tena pokeeni chapeo ya wokovu. Na upanga wa Roho ambao ni neno la Elohim. Na upanga wa Roho ambao ni neno. Upanga wa Roho ambao ni neno. Kwa hivyo neno ndilo linalinganishwa na upanga ambao Mwokozi alileta, na upanga huu aliokuja nao ni neno lake. Na neno hili, wakati watu watahubiriwa neno hili linafanya kwamba siwe na amani. Kwa sababu gani? Neno hili huwa linakata kuwili. Neno hili linakata kuwili. Nisomea kitabu cha Waibrania 4 mstari huo wa 12 ili tupate kuelewa na tena kufahamu ukweli ambao unatokana na maandiko. Kitabu cha Waibrania 4 mstari huo wa 12. Neno lasema hivi. Maana neno la Elohim li hai. Tena lina nguvu. Tena neno la Baba wetu lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Tena lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho. Kwa hivyo la choma tena kugawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Kwa hivyo tunasikia kwamba neno la Baba wetu liko hai. Tena linalinganishwa ni kama upanga. Kwa hivyo ndugu zangu, neno ambalo tunasoma hapa, neno hili ambalo tumewaletea mahala hapa, ndilo linaweza fanya tumshinde yule muovu shetani. Kwa sababu tunasema ya kwamba neno linasema Mwokozi alimshinda yule anaitwa Ibilisi ambaye ni shetani, alimshinda kwa kutumia neno. Na sisi ili tupate kushinda ulimwengu huu na uovu ambao uko katika dunia hii yote, tunastahili kuishinda kwa kutumia neno la Baba wetu wa mbinguni. Je, wacha tusikie maneno inasema nini? Kitabu cha Mathayo 4 mstari huo wa 10. Tusikia kwamba Mwokozi wetu alishinda shetani kwa kupitia neno na kumwambia kwamba neno limeandikwa. Sasa watu wa huku Waka, je, nyinyi huwa mnahubiriana mtu na yule mwingine mkisema neno limeandikwa, au huwa mnasema kanisa letu tunasema, au mnasema bishop wetu anasema? Kwa hivyo ninataka tuendelee ili tupate kufahamu, maana watu wengi katika dunia yetu wako katika giza totoro kwa sababu wameasi neno la Baba. Hawataki kusikia neno la Baba wetu wa mbinguni. Kwa hivyo neno hili ambalo tunakusomea sisi ni neno ambalo liko hai, linakufanya wewe ubadilike, linakubadilisha neno hili. Kwanza nisomee tusikie tunamshida aje shetani. Mathayo 4 mstari huo wa 10. Tusikie hata Mwokozi alimshida shetani kwa kusema ya kwamba neno limeandikwa. Soma pale ili tupate kufahamu. Mathayo 4 mstari wa 10 yasema hivi. Yasema vipi? Ndipo Masihi alipomwambia, nenda zako shetani. Nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa. Kwa maana imeandikwa. Kwa hivyo Masihi alimwambia shetani imeandikwa. Wakati alikuwa anafanya temptation,
alimwambia kwamba nenda zako shetani, maana neno limeandikwa. Sasa swali langu, wewe baba wa huku na mama na kijana, na wewe msichana wa huku, je, wewe huwa unatetea neno ambalo limeandikwa, au unatetea kanisa lenu, au unatetea nabii wenu, au unatetea bishop wenu? Lakini siku hizi watu wengi hawatetei neno, bali wanatetea maneno ya wanadamu. Maneno ya wanadamu ambayo ni mafunzo ya wanadamu. Hebu nisomee kitabu cha Marko 7 mstari huo wa 7. Maana watu wengi siku hizi wanaandamana pamoja na mafunzo ya wanadamu, bali hawaandamani na neno ambalo limeandikwa. Wanaandamana na mafunzo ya wanadamu ambayo ni mafundisho potovu. Wanatetea nini? Mafundisho potovu, hayajatokana na maandiko. Nisomee kitabu cha Marko 7 mstari huo wa 7 ili tupate kuelewa. Maana hatustahili kutetea ujumbe wa wanadamu au mafunzo ya wanadamu. Yani tutetagire atiriri morutani madini maria dini yo mothe irarutana. Hapana, tunastahili kutetea neno. Soma andiko pale ili tupate kuelewa. Ni kitabu cha Marko 7 mstari wake wa 7, yasema hivi. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu, wakifundisha mafundisho yaliyoagizwa na wanadamu. Na ndivyo Paulo yeye mwenyewe alisema ya kwamba neno ambalo tulikuwa tunawafunza hayakuwa maneno ya kufunzwa na mwanadamu. Wagalatia 1 mstari huo wa 11. Maana niko na huzuni, niko na wasiwasi na dunia ambayo tunayoishi leo, na tena niko na wasiwasi na vile watu wengi wameendelea kuasi Baba wetu wa mbinguni, kwa sababu wameyashika mafundisho ya wanadamu. Wamepotezwa wakaangamia, tena hawajui kama wamepotea. Lakini ndiyo maana tumewaletea neno hili ambalo tunawasomea kutoka katika maandiko mpate kuelewa, ili kila mtu ambaye atakuwa na swali lolote atukaribie. Akuwe ni bishop, akuwe ni padre, akuwe ni nani, hakuna mtu tunazuia kutuuliza swali lolote linalotokana na maandiko. Maana tusipofanya vile, watu wengi wataendelea kupotea. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mafunzo ya wanadamu. Nisomee pale Wagalatia 1 mstari huo wa 11. Tusikie maandiko yanavyosema. Maandiko yasema hivi. Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Injili ambayo Paulo alikuwa anawahubiria sio namna ya wanadamu. Kwa kuwa sikuipokea kwa wanadamu, kwa maana hakuipokea kwa wanadamu. Wala sikufundishwa na mwanadamu. Kwa hivyo injili ambayo iliwekwa Paulo ndani yake si injili ya mwanadamu, sio dogma. Paulo hakuwa anahubiri dogma za kidini kama zile zinazohubiriwa siku hizi katika dini nyingi. Sasa Paulo alikuwa anahubiri neno la kufanya watu wapate kubadilika. Paulo alikuwa anahubiria watu neno la kufanya watu wawe watakatifu. Sasa neno hili la kweli ambalo tunasoma mahala hapa, je, lina faida? Nisomee kitabu cha Yohana Injili 17 mstari huo wa 17. Maana watu wengi bado hawajajua faida ya neno la Baba wetu wa mbinguni. Hawajafahamu, hawajakuwa wakisomewa wapate
kuwa na elimu ambayo inatokana na Baba wetu wa mbinguni. Nisomee kitabu cha Yohana 17 mstari wa 17 ya Injili. Inasema nini? Inasema hivi. Inasema vipi? Watakase kwa ile kweli. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Neno lako ndilo kweli. Kwa hivyo watakase na neno la kweli. Neno lako ndilo la kweli. Kwa hivyo ndugu zetu, tunawaomba wakati tutaendelea kupeperusha ujumbe huu mahala hapa, tunawaomba muendelee kutusikiliza. Maana nilikuwa naweka foundation ya fundisho ambalo nitafundisha mahala hapa, au mada ambayo niko nayo. Maana watu wengi siku hizi wako katika giza totoro. Maana hawasomi maandiko, hawasomewi. Siku hizi watu wengi mafikira yao au mafundisho ambayo wameshika ni mafundisho ya wanadamu, ni mafundisho ya makanisa, sio fundisho la kweli la Biblia. Wameshika nini? Dogma za makanisa. Na watu wengi ambao huwa wako na hasira, huwa wako na ghadhabu sana, ni watu wa dini. Kwa sababu gani? Wanapopewa ujumbe wa kweli usiotokana na vile wanavyoamini, watu wengi hawa hukuwa na hasira, kwa sababu hawajazoea kupewa ukweli. Na huwa wako na ghadhabu sana watu wa dini ambao wameshika mafundisho ya wanadamu. Na ndivyo maana tumeambiwa ya kwamba ni vizuri tujiepushe na walimu wa uongo ambao wanafundisha watu uongo. Na tena pale pale tunaambiwa ya kwamba tujitenge tena na manabii ambao watainuka siku za mwisho, na watawakosesha watu wengi wapate kupotea. Na ndivyo kuko maana siku hizi ndivyo wameinuka. Yani omothi arutani amaheni na nabii amaheni makunokete ota makuno. Yani ne kuga atiriri maigehete o muno, lakini wamewapoteza watu wengi. Na ndivyo Mwokozi wetu alisema ya kwamba siku za mwisho watu wataondokea imani ya kweli, wataiondokea imani ya kweli. Na ndivyo sisi kwa wakati huu tunawahubiria kwamba watu wengi, na tuwaonyesha kwamba wamepotoka katika imani ya kweli, kwa sababu tumo nyakati za mwisho. Nisomee kitabu cha waraka wa Timotheo wa kwanza 4 mstari huo wa kwanza. Yasema vipi? Maandiko yamenakiriwa aje ili tupate kuelewa. Tusikie maandiko yanasema nini. Kitabu cha Timotheo waraka 4 mstari huo wa kwanza. Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza yasema hivi. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Watu wengi watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidaganyazo. Wakisikiliza roho zidaganyazo na mafundisho ya mashetani. Na mafundisho ya mashetani. Kwa unafiki wa watu wasemao uongo. Kwa unafiki wa watu wasemao uongo. Wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Kwa hivyo kwa unafiki wa watu wengi watakuwa ya kwamba wameondokea imani ya kweli. Watu wa waka, ninajua ya kwamba watu wengi hawajui imani ya kweli ni ipi. Maana watu wengi katika makanisa wameletewa dogma, na imani ya kweli ni ipi, ili tupate kuelewa, ili tuingie tupate kuelewa ni nini haswa. Kwa sababu gani tunastahili kuwa tunajiepusha na walimu wa uongo na manabii wa uongo ambao wameinuka siku hizi za mwisho. Wamedanganya watu wengi wakapotea kabisa njia. Imani ya kweli yetu ni ipi? Kitabu cha waraka wa Yohana wa kwanza 4 mstari huo wa 4. Maandiko yanasema nini? Waraka
wa kwanza wa Yohana 4 mstari huo wa 4 na mstari huo wa 5. Nimuonyesha kwamba tumo nyakati za mwisho ambao watu wengi wamepotoka katika imani ya kweli. Na imani ya kweli ni ipi? Na mjue ya kwamba watu wengi hawajafahamu, hawajajua imani ya kweli ni ipi. Soma pale. Waraka wa Yohana 1:4 mstari huo wa 4 na mstari huo wa 5. Ni kitabu cha waraka wa Yohana wa kwanza 4 mstari wake wa 4 asema hivi. Ninyi watoto wadogo, mwatokana na Elohim, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Hao ni wa dunia, kwa hiyo wanena ya dunia na dunia huwasikia. Samahani, nisomee mlango huu wa 5 aya yake 4. Waraka wa Yohana mlango wa 5 aya yake ya 4 inasema nini? Yasema hivi. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Elohim hushinda ulimwengu. Kwa maana kitu ambacho kimefanya nini? Kimezaliwa na Elohim, hushinda ulimwengu. Hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Hiyo imani yetu. Endelea. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminia kwamba. Isipokuwa yeye aaminia ya kwamba Yashua ni mwana wa Elohim. Ya kwamba Masihi ni mwana wa Baba wetu aliye mbinguni. Sasa nyakati za mwisho watu wengi wameondokea imani hii ya kuamini ya kwamba Masihi ni mwana wa Baba aliye mbinguni, kwa sababu wamaletewa mafundisho ya uongo na walimu wakajiingiza kwa siri wakawafundisha uongo. Sasa yule ashidaye ulimwengu ni yule ambaye anaamini ya kwamba Masihi ni mwana wa Baba aliye mbinguni. Sasa siku hizi makanisa 99.9% wameaminishwa fundisho la uongo kumuhusu Baba wa kweli wa mbinguni. Na fundisho ambalo wameaminishwa, ingawa sio fundisho ambalo ninapeperusha kwa wakati huu, ni fundisho linaloitwa fundisho la Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu ni fundisho potovu, ni fundisho ambalo halitokani na maandiko, ni fundisho la kutungwa na watu. Sasa watu ambao wameamini Utatu Mtakatifu wameondokea imani ya kumjua yeye ambaye ni mwana wake Baba wetu wa mbinguni. Kwa hivyo fundisho la Utatu Mtakatifu linafundisha hivi ya kwamba Baba mmoja, wanasema ni Baba, Mwana na Roho. Wanasema ya kwamba ni miungu mitatu inatengeneza Mungu mmoja ambao wanaita ya kwamba ni Mungu wa Utatu Mtakatifu. Mungu huyu ni Mungu wa uongo ambaye ameaminiwa na makanisa yote ambayo iko hapa Waka. Sasa watu wengi wameondokea imani ya kweli, na imani yetu ni kumjua yule aliye mwana wake Baba wetu ambaye ni Masihi. Sasa ni vizuri tujihadhari na nyakati hizi za mwisho, maana watu wengi wameendelea kutoka na tena kuasi Baba wetu wa mbinguni.